Karibu katika nyumba ya maarifa na ushauri. Hapa tunajifunza mambo mengi, lakini hili ni darasa la uchumi na ni mwendelezo wa yale tuliyozungumza katika darasa lililopita. Nitaanza na swali pia leo kwa highlight swali moja ambalo watu wengi wao wanajiuliza kwamba kwa nini biashara nyingi zinaanza tu vizuri. Unakuta mtu amefungua biashara yake tu vizuri, lakini baada ya muda kidogo utaona ile biashara inaingia itilafu, labda anafirisika au ile biashara inapoteza wateja au kitu chochote kinatokea, ile biashara inaingia kwenye migogoro ya kibiashara. Kuna mambo mengi ambayo watu hawayafahamu, na leo nitakupitisha katika maeneo tofauti tofauti ili uweze kujifunza na uweze kuelewa, ili unapofanya biashara basi uwe na maarifa sahihi. Jina langu naitwa Lucas Selemani. Mimi ni mchumi, lakini pia ni mkufunzi au mfundishaji wa masuala ya biashara na ujasiriamali. Na leo twende nikakupitishe katika maeneo tofauti ili ujifunze kwa nini biashara yako inakufa au itakufa baadaye kama usipozingatia haya ninayokueleza sasa hivi. Nitakupitisha katika maswali 6 ya msingi ambayo inatakiwa uyafahamu. Swali la kwanza, ulishawahi kufanya biashara? Lazima jibu lako litakuwa ni ndio au hapana. Katika majibu yako yote ya ndio au hapana, nitakueleza kwa nini na kipi unachotakiwa kufanya. Lakini swali la pili, utapata muda wa kuisimamia biashara yako? Biashara inasimamiwa katika maeneo 7 ya msingi. Tutakupitisha katika maeneo yote 7 ya msingi ili uweze kujifunza namna ya kusimamia biashara yako. Lakini swali la 3, umetengeneza lengo la biashara yako? Usiamka asubuhi tu kaenda ukafungua biashara bila kuwa na lengo. Nitakufundisha pia kwa nini biashara yako lazima iwe na lengo au malengo mengine madogo madogo. Lakini swali la 4, soko lako ni lipi? Masoko ni eneo nyeti katika biashara. Masoko ndio yanayotufanya tufanye biashara na iweze kufanikiwa. Kwa hiyo nitakufundisha kwa kina kwa nini ujifunze elimu ya masoko. Swali la 5, biashara yako inahitaji usajili au haihitaji usajili? Hapa pote ni mambo ya gharama za biashara. Unaweza ukaenda kuanzisha biashara ambayo inahitaji usajili au taratibu nyingi, alafu ikakushinda katikati ya safari. Kwa lazima ujifunze. Nitakupitisha pia katika maeneo hayo ili uweze kujifunza. Lakini swali la 6 na la mwisho, pesa yako ya uwekezaji inahitaji mzunguko kiasi gani? Kila biashara unayoenda kuifanya huwa inahitaji mzunguko fulani wa pesa. Ni lazima ujue kwa kina ili uweze kujifunza na kufanya uwekezaji ambao unatija. Basi moja kwa moja nianze kueleza, nikianza na swali la kwanza ambalo unatakiwa kujiuliza, ulishawahi kufanya biashara? Mara nyingi wengi tunakuwa tumefanya biashara au hatujafanya. Unapofanya biashara ni lazima ikianguka kunakuwa na sababu za msingi. Kwa wale ambao walishawahi kufanya biashara, biashara inapokuwa imedondoka au imefirisika au imeyumba au vyovyote zile, lazima kuna mambo ya msingi ambayo huwa ni hatari katika biashara. Hatari zinazojitokeza katika biashara, inatakiwa uzitambue hatari zinazojitokeza katika biashara ili uweze basi kuzifanyia kazi na kuweza kufanya biashara tena ili uweze kufanikiwa. Maeneo tofauti ambayo hatari zinajitokeza katika biashara ni kama hatari ya kipato. Hatari ya kipato ni pale ambapo kipato chako kinapoyumba. Wote tunatambua katika muundo au function ya kipato huwa kuna uwekezaji na matumizi yako, yani consumption, saving na investment. Hivyo ni vitu ambavyo vina relate au vinafanana. Kwa hiyo kipato chako kinapoyumba, labda tutolee mfano, wewe ni mwajiriwa na ulikuwa na biashara yako unafanya, au ulikuwa na shughuli yoyote ile inayokuingizia kipato ambacho ni nje ya biashara yako ambayo umewekeza. Unapoyumba katika kipato chako cha mshahara au sehemu nyingine ambayo ulikuwa unalipwa, lazima moja kwa moja kitaathiri
na biashara yako, kwa sababu kipato chako ambacho ulikuwa unakitegemea kwa matumizi madogo madogo, itabidi yale matumizi yahamishiwe kwenye biashara yako. Huyo ni hatari inayojitokeza katika kipato. Hatari zingine ni kama kifo. Kwa mfano, wale watu wanaocheza upatu, wale wanaozungusha pesa, au wale wanaokopesha kausha damu. Unaweza ukawa unakopesha kausha damu, labda ukamkopesha mtu akafariki, au ulikuwa unacheza michezo ya kuzungusha pesa, mmoja wenu kashika wale watu akafariki au akakimbia na pesa. Hizo ni hatari ambazo zinajitokeza katika kipato na kusababisha biashara nyingi kufilisika, na inatakiwa uliangalie hilo eneo kwa umakini, ili basi usiweze kuingia katika sintofahamu au mambo mengine. Lakini hatari nyingine ni hatari katika matumizi. Unajua kabisa matumizi yanaweza yakawa makubwa, au yanaweza yakawa ni matumizi ya dharura, au yanaweza yakawa ni matumizi ambayo hayaratibiwi vizuri. Kwa biashara nyingi zinakufa kwa sababu wamiliki wa biashara wanashindwa kurekodi matumizi ya biashara, au wanashindwa kuyafanya yale matumizi ya biashara yawe katika kiwango stahiki au kiwango kinachostahili. Unapokuwa na matumizi makubwa, moja kwa moja unaathiri biashara yako. Lakini sio hivyo tu, unapokuwa na matumizi makubwa katika uendeshaji wa biashara, kwa mfano vitu vingi unavyovipata unavipata kwa gharama kubwa, aufanye utafiti au aufanye upembuzi ili kuweza kumudu au kuangalia biashara yako inamudu vipi na matumizi yanayojitokeza katika biashara husika. Lakini hatari nyingine ambayo inafanya biashara zianguke au inajitokeza katika biashara nyingi na kusababisha zianguke ni hatari katika uwekezaji mali. Watu wengi wanafanya uwekezaji usiofaa. Uwekezaji usiofaa ni pale unapowekeza pesa yako katika eneo ambalo una ujuzi, una taaluma, au umewekeza katika eneo ambalo sio sahihi. Unaweza ukafungua biashara fulani katika maeneo ambayo ile biashara, yale maeneo sio sahihi. Unajikuta umewekeza katika mazingira ambayo sio sahihi. Lakini pia kuna watu hawana ujuzi wa biashara. Unapowekeza biashara na una ujuzi, lazima ile biashara itaanguka kwa sababu unakuwa umefanya uwekezaji usiofaa. Lakini katika uwekezaji usiofaa kuna vitu kama uharibifu wa mali, wizi, kuna mfumuko wa bei na pesa kushuka thamani. Ni vitu ambavyo vinasababisha hatari katika biashara yako, au vinasababisha biashara nyingi kuanguka au kuwa na ufanisi ambao hauna tija. Hatari nyingine inayojitokeza au sababu nyingine inayosababisha biashara nyingi zinaanguka ni madeni na mikopo mingi. Madeni, mikopo na vitu vya aina hiyo. Unaweza ukakopa mikopo ambayo ina riba kubwa, au ukakopesha watu wengi biashara yako katika kiwango ambacho haiwezi kahimili yale madeni, au ile tunaita receivable account. Ukiwa na madeni mengi kwa wateja, unakopesha wateja madeni mengi ambayo hayaendani na uwiano wa mtaji wako, ni lazima biashara yako itaanguka, kwa sababu pesa yako nyingi ambayo ingezunguka ndani ya ile biashara inakuwa haipo ndani ya biashara. Na ndo sababu biashara nyingi zinakufa au zinaanguka, kwa sababu ya kutozingatia uwiano kati ya madeni ya nje na madeni na kipato cha ndani. Lazima utengeneze uwiano. Ni elimu ambayo inatakiwa ujifunze ili uweze kuwa na uwekezaji wenye tija. Baada ya kufundisha hilo, nitaenda katika swali la pili au sehemu ya pili ya swali la kwanza, ambalo lilikuwa linauliza ulishawahi kufanya biashara. Kwa wale ambao walishawahi kufanya biashara na wakaanguka na wanarudia tena biashara, nimejibu katika maeneo hayo kwamba biashara zao zinakufa kwa sababu ya hatari zinazojitokeza katika biashara. Sehemu ya pili ya swali la kwanza, kama huna ufahamu wa biashara, na kushauri mambo yafuatayo, au kama hujawahi kabisa kufanya biashara na ndio unataka kufanya, kushauri mambo yafuatayo. Isomee kuhusu biashara husika. Ni vizuri ukawa
na tips au kama na vitu kidogo kuhusu biashara husika. Kwa mfano unataka kufanya biashara ya nguo mtandaoni, ni lazima ujifunze kidogo, uwe na maarifa kidogo, ili hiyo biashara isikushinde au isianguke. Lakini tafuta mbia katika biashara yako, na wewe tafuta eneo la kusimamia. Tafuta mbia, unaweza ukatafuta mtu ambaye mnaweza mkafanya biashara kwa pamoja. Yule mtu atasimamia labda eneo la uuzaji, kwa sababu labda yeye ni mbia na ana maarifa kidogo katika eneo la kufanya biashara. Lakini kwa sababu wewe ndio unayewekeza mtaji, lazima usimamie eneo moja wapo, na unaweza ukasimamia katika eneo la fedha au uhasibu kama mhasibu wa biashara, ili uweze kuwa unajifunza na kuangalia vitu vingine vimekaaje. Lakini option nyingine ya kuweza kufanya kabla hujafanya biashara ni kwenda kujitolea kwa watu wengine. Watu wengi wafahamu kwamba ili ufanye biashara, wakati mwingine jitolee kwa watu. Kwa sababu nipenda biashara fulani, nenda kwa watu ambao wanafanya aina hiyo ya biashara, kisha waombe kujitolea kwa kufanya kazi. Waambie naomba nifanye kazi. Wewe unaweza ukawaeleza labda bayana kwamba mimi nataka kujitolea au nataka kujifunza, ili waweze kuajiri na uweze kujifunza au kupata maarifa. Unaweza ukawa unatamani kufanya biashara ya kuuza mitumba na hujawahi kabisa kuuza mitumba. Nenda kwa mtu ambaye anauza mitumba na mwambie bana, mimi naomba kujitolea ili uweze kujifunza. Anza kujaribu kidogo kidogo. Unapotaka kufanya biashara, usifanye biashara ya maneno au ya mdomoni. Anza kufanya kidogo kidogo. Toka hata siku moja, tembea, labda unataka kuuza nguo mtaani au kuuza chochote mtaani. Anza kufanya kidogo kidogo. Toka na vitu kidogo, naenda katembee, kauze, tembea kidogo. Taratibu unakuwa unajifunza. Watu wengi wanapuuza kufanya hiki kitu na kuona hakina tija, lakini kinasaidia katika kujenga wewe binafsi na uweze kukua. Lakini ajiri mtu ambaye unaweza kumsimamia. Unaweza ukafungua biashara kubwa sana. Kwa mfano watu ambao ni waajiriwa, unaajiriwa lakini huna maarifa kabisa ya biashara. Ni lazima uajiri mtu ambaye unaweza kumsimamia. Utakupitisha katika maeneo ya kusimamia katika biashara, na utaangalia hapo unasimamiaje biashara yako. Mtu ambaye unaweza kumsimamia ni mtu ambaye anaweza kukusikiliza. Kuna watu wanaajiri watu ambao hawawezi kuwasikiliza au hawawezi kuwasimamia. Kwa mfano unaajiri ndugu, unaajiri mke wako au unaajiri mtoto wako. Ni watu ambao kiuhalisia uwezi ukawasimamia, kwa sababu mna mahusiano ya kindugu au ya mke na mume. Ni katika namna ambayo uwezi ukamsimamia. Kwa hiyo ajiri mtu ambao unaweza ukamsimamia, unaweza ukamkemea, ukamwadhibu anapokosea. Lakini na mwisho, unaweza ukauza hisa zote za biashara yako. Kuuza hisa zote za biashara yako ni kuchukua mtaji wako. Kwa mfano, unaenda unafungua labda biashara ya bucha. Ile biashara ya bucha, unafika unamkabidhi mtu, unamkabidhi kila kitu. Unamkabidhi pale, unaainisha mali za biashara, unaorodhesha kila kitu, unaainisha makubaliano kwamba atakuwa anarejesha kiasi fulani, atakuwa anafanya hivi. Unampa ile biashara aweze kuiendesha, lakini sasa wewe unakuwa unaisimamia katika namna nyingine. Hiyo ni namna ambayo unaweza ukawekeza au ukasimamia mtaji wako unapowekeza, ili basi usifilisike. Fuata hayo mambo na utaona namna ambavyo biashara yako inaweza ikafanikiwa. Swali la pili linauliza, utapata muda wa kusimamia biashara yako? Watu wengi wanafungua biashara ambazo hawawezi kuzisimamia. Ukiangalia katika visa vingi vya biashara kuanguka, mtu atakusimulia, atakwambia bana, mimi nilifungua biashara nikampa ndugu au nikampa mtu fulani au nikamkabidhi tu mtu fulani, lakini ukiangalia mpaka ile biashara inakuja kufa, maana yake kulikuwa kuna usimamizi mbovu. Na katika kusimamia biashara nitakupitisha katika maeneo 7 ya msingi ambayo biashara huwa inasimamiwa. Eneo la kwanza ni usimamizi katika utendaji. Utendaji ni eneo la msingi kwa sababu linaangalia maeneo mengine yote. Unapofungua biashara, hakikisha unaisimamia katika utendaji wake wa kazi. Utendaji ni kuunganisha shughuli zote za biashara. Kwa mfano na biashara yako ya duka,
inakuwa na maeneo, labda kuna manunuzi, kuna mikopo, kuna madeni, kuna ufuatiliaji wa hiki, kuna vitu vingi vinakuwepo kwenye ile biashara yako kulingana tu na wewe ambavyo umeigawa. Ni lazima utengeneze mfumo wa kuisimamia. Usimamizi katika biashara yako ni utawala kwa ujumla au uongozi. Ni lazima utengeneze uongozi katika biashara yako ili basi iweze kuwa na tija au isifilisike. Na eneo la pili ambalo inatakiwa uliangalie katika biashara yako au ulisimamie ni usimamizi katika fedha. Fedha ni eneo nyeti katika biashara. Biashara nyingi zinakufa kwa sababu ya usimamizi mbovu wa fedha. Watu wanashindwa kusimamia mzunguko wa pesa, wanashindwa kusimamia matumizi, wanashindwa kusimamia malipo ya bidhaa na wafanyakazi au malipo ya wabia wa biashara au wazabuni wa biashara. Unaposhindwa kusimamia biashara yako katika fedha, moja kwa moja hiyo biashara itakufa. Ni lazima utafute mfumo wa kusimamia biashara yako katika fedha. Lakini eneo la lingine ambalo unatakiwa ulisimamie katika biashara ni usimamizi katika mipango. Mipango ya biashara. Biashara huwa inafanyiwa mipango mingi. Kwa mfano, tunafanya biashara ambazo zina ushindani. Unapokuwa unafanya biashara ina ushindani, ni lazima uwe na mipango mingi. Usipofanya mipango, biashara inakufa kwa sababu mipango ni kama uhai, ni kama sehemu ya mapigo ya moyo ya biashara yako. Mipango inakukumbusha wewe unashindana katika lipi, unashindana katika kitu gani, au biashara yako inahitaji mpango gani wa dharura ili iweze kukua na kuweza kufikia malengo yake. Kwa ni lazima uwe na mipango. Unaweza ukaainisha mipango tofauti, kwa mfano mipango katika ukuaji wa masoko, mipango katika manunuzi ya bidhaa, mipango katika ushindani. Unakuwa na mipango mingi ambayo inakuwepo kwenye biashara yako. Lakini eneo lingine ni usimamizi katika masoko. Biashara nyingi hazisimamii katika masoko katika dhana kwamba masoko huwa tunayangalia kwa biashara hizi ndogo, tunayangalia masoko mara mbili. Kunakuwa na soko ambalo wewe unanunua bidhaa au malighafi, lakini kuna soko ambalo wewe unauza bidhaa au malighafi. Haya masoko yote yanatakiwa uyasimamie kwa kina ili basi biashara yako iweze kuwa na tija. Watu wengi wanafungua biashara alafu anakaa kwa mfano hizi biashara za feni. Unaweza ukapita mitaani na wewe ukaona, au wewe mwenyewe kama unafanya biashara unaweza ukajichunguza kwamba mtu anafungua biashara labda ya urembo kwa mfano, amenunua amekodi frame, anafungua biashara ya urembo, lakini katika biashara yake ya urembo anakaa tu, yani anakuwa amekaa tu, yani hana mawazo yoyote, hawazi chochote, yani hatafuti masoko, yeye kakaa tu, au atafuti masoko ambayo ya kununua bidhaa kwa bei za chini, atafuti masoko ya kuuza bidhaa zake ili aongeze kipato. Ni lazima usimamie biashara yako katika masoko, vinginevyo itakufa. Na ndio sababu ya biashara nyingi kufa, kwa sababu zina mapato madogo kwa sababu ya masoko hakuna. Na eneo lingine ni usimamizi katika rasilimali watu. Rasilimali watu ni changamoto katika biashara. Biashara nyingi zinakufa kwa sababu ya usimamizi mbovu wa wafanyakazi. Mtu anakuwa na wafanyakazi au kundi kubwa la wafanyakazi, haelewi wale watu wanakula nini, wanatumia gharama gani kula. Lakini pia eneo lingine ambalo inatakiwa usimamie biashara yako ni usimamizi katika majanga. Majanga yanajitokeza katika maeneo mengi sana. Ukichunguza visa vya biashara nyingi kuanguka, unakuta mtu alitapeliwa au aliibiwa, au mtu alikosea akawa anaingiza muamala akamuingizia mtu ambaye siye sahihi. Kwa majanga yanajitokeza katika maeneo mengi. Kuna majanga ya wizi, kuna majanga ya uharibifu wa mali. Usipoyasimamia haya maeneo vizuri, unaweza ukajikuta katika matatizo makubwa. Lakini pia huwa kuna namna ya kusimamia majanga, kwa mfano kukata bima au kuliamisha janga kwenda kwa mtu wa tatu au third party, na namna nyingi za kusimamia majanga ambazo unaweza ukajifunza ili kulinda biashara yako isiweze kufilisika au kuanguka. Lakini eneo la mwisho la kusimamia katika biashara yako ni usimamizi katika teknolojia na tehama. Teknolojia
Ni kwa mfano, unaweza ukafunga kamera kwenye biashara yako, unaweza ukafunga vifaa vya kutrack mitembeo au movement za wafanyakazi au wanaziita tracker. Lakini katika TEHAMA unaweza ukasimamia katika mitandao labda ambayo inatumika promote biashara yako. Unaweza ukasimamia katika TEHAMA kwa kuangalia unatumia vipi teknolojia ya habari na mawasiliano katika kukuza biashara yako. Watu wengi huwa hawajui matumizi mazuri ya TEHAMA katika kukuza biashara. Kwa hiyo ni lazima uisimamie biashara yako katika eneo hilo ili uweze kukua na isifilisike au kuanguka. Hilo ni swali la pili ambalo ulitakiwa kujiuliza au unatakiwa kujiuliza kabla ya kuanzisha biashara, au hata kama unafanya biashara, ni swali la msingi ambalo unatakiwa kujiuliza. Lakini swali la tatu ni umetengeneza lengo la biashara yako? Watu wengi wanaamka tu asubuhi, anaenda anafungua biashara. Akifungua biashara, ile biashara haina lengo lolote na haina mpango wote, ni biashara tu ipo, anaenda tu anapoteza muda. Anaenda asubuhi, anakaa, akisha kaa anazuga, anarudi nyumbani. Biashara huwa inasimamiwa kindakindaki au biashara inasimamiwa kwa malengo. Lazima utengeneze lengo kula biashara yako. Kwa mfano, umeanzisha duka moja. Je, unataka kuwa na maduka mengi au unataka kuwa na duka kubwa au unataka kuwa na kiwanda au unataka nini? Biashara yako inataka nini? Kwa lazima ujiulize maswali yafuatayo. Biashara yako inataka nini? Unapoianzisha biashara na umeanzisha lengo, lazima ujiulize biashara yako inataka nini. Usifungue biashara ambayo haina sababu. Lakini swali la pili, utafikia lini break even point? Break even ni pale ambapo gharama za uendeshaji zinapofanana na faida unayopata, ndio inakuwa ni break even. Ni stage au hatua katika kwenda kupata faida ya biashara yako. Unapokuwa huna usimamizi au huna malengo ya biashara, huwezi ukajua hata kama inapata faida, ni lini itapata faida, au kama itakuja kupata faida. Ni lazima uisimamie kwa kuweka lengo la biashara ili biashara iwe na tija. Lakini umetengeneza mpango gani wa dharura kufikia malengo yako? Unapotengeneza lengo la biashara, lazima uwe na mpango wa dharura katika kufikia malengo ya biashara yako. Kwa mfano, mpango wa dharura ni kwa mfano kukopa, kuazima pesa, kutengeneza mikakati ya msingi ya ushindani kwenye biashara, hasa katika ushindani wa masoko. Ni lazima utengeneze mpango huo. Utengeneza mpango wa dharura, utakuwa unajikumbusha kwamba biashara yangu nilipanga ndani ya mwaka mmoja hii biashara kubwa sana, lakini kwa nini mpaka saizi haijawa biashara kubwa? Ni lazima utarudi kwenye drawing board. Lazima utengeneze lengo la kudhibiti biashara yako isifilisike. Biashara nyingi hazina mpango wa kuzuia zisifilisike. Mtu anaanzisha biashara lakini hatengenezi mpango wa kuzuia ile biashara isifilisike. Biashara nyingi zinaanguka kwa sababu wanaozianzisha na watengenezi mpango zisifilisike. Ndio maana biashara nyingi zinafilisika. Tafuta biashara zinazofilisika mtaani, ni biashara nyingi sana, mpaka makampuni yanafilisika. Kwa nini yanafilisika? Ni kwa sababu wamiliki au waendeshaji wa biashara husika hawatengenezi mpango wa kuzuia biashara zao zisifilisike. Na swali la 4 au sehemu ya 4 katika mpango au katika maswali ya kujiuliza ni soko lako ni lipi? Ni lazima ujue soko lako ni lipi. Watu wengi wanaanzisha biashara hawajui hata anamuuzia nani biashara yake. Hajui nani atakuwa mteja wa kudumu wa biashara yake, wale wanaitwa loyal customers. Lazima utengeneze loyal customers kwa sababu huwa kuna faida ya kufanya hivyo. Lakini lazima ujue unauzia wapi. Masoko huwa yapo ya aina nyingi. Unauza mtandaoni, unauza mtaani kwako, unauza mkoa wako, unauza nchi nzima au unauza dunia nzima. Wewe soko lako ni lipi? Soko la bidhaa zako ni lipi? Umeshafanya mpango au kutafanya utafiti kwamba soko lako litakuwa wapi? Watu wengi wanaamka asubuhi anaanzisha biashara na anaanza kujiuliza sasa soko atapata wapi? Wakati ilitakiwa ajiulize afanye utafiti wa masoko kwanza ndo aanzishe biashara. Kwa lazima uisimamie biashara yako au lazima ujiulize
kwamba utapata soko wapi la biashara yako au bidhaa zako. Swali la 5 ambalo inatakiwa ujiulize unapokuwa unaanzisha biashara au kuzuia biashara yako isianguke au isifilisike ni kujiuliza, biashara yako inahitaji usajili au leseni? Biashara nyingi zinahitaji obligation nyingi. Kwa mfano, unapoanzisha kampuni linahitaji usajili mkubwa, linahitaji hatua nyingi ili uweze kulifikisha mahali linapotakiwa. Kwa hiyo ni lazima uwe na commitment, lazima ufahamu, lazima uwe na maarifa, lazima ujue kwamba unapoanza biashara fulani itaniletea changamoto fulani. Usianzishe biashara bila kujua changamoto zitakazokuwa zinazunguka kwenye ile biashara husika. Utapofanya hivyo, maana yake ile biashara itaanguka tu. Ni kama watu ambao saizi wana mawazo kichwani ya biashara, lakini hawajui kwamba zile biashara zinahitaji mambo kadhaa, labda kama usajili, ufuatiliaji wa hatua za kiserikali na kadhalika. Lakini unapoanzisha biashara na tayari una mtaji fulani, unaweza ukachagua biashara ambayo haihitaji hatua nyingi za kiserikali ili kuweza kufanya. Kuna biashara nyingi, kwa lazima ufikirie ili kuzuia biashara yako isianguke. Swali la 6 na swali la mwisho ambalo unatakiwa kujiuliza kabla ya kuanzisha biashara na litasaidia biashara yako isifilisike au kuanguka, ni lazima ujiulize, pesa ya uwekezaji wako inahitaji mzunguko kiasi gani? Mzunguko ndo unaozalisha faida au revenue unayopata ndo inazalisha profit. Kwa hiyo lazima uangalie mzunguko wa pesa yako. Kwa mfano, mtu anayeuza magari anauza magari mara moja sana, lakini kuna namna anavyopata faida yake. Mtu anayeuza maji ya kunywa au vitu vya kula na vitu vidogo vidogo hivi ambavyo vinahitaji gharama ndogo, anahitaji mzunguko mkubwa wa pesa zake wa mauzo yake ili aweze kupata faida, kwa sababu yeye anauza vitu vidogo vidogo. Kwa mfano, anauza vitu vya shilingi 100, vya shilingi 500. Kwa hiyo ili apate faida ni lazima auze vitu vingi. Lakini mtu anayeuza mitambo, anayeuza mashine, hata akiuza mashine moja kwa mwaka, unakuta tayari kisha tengeneza faida kubwa. Kwa hiyo lazima unapowekeza pesa, ujue mzunguko wa ile pesa yako kwenye biashara utakuwa unazalisha faida kiasi gani. Na je, ni sahihi kwamba kwa mfano unaenda kuwekeza kwenye kuuza vitu ambavyo watu wakinunua leo watanunua baada ya miezi 6. Kwa mfano unauza lotion, cosmetics, unafungua biashara ya vipodozi. Mtu akinunua leo kipodozi anaweza akaishi nacho miezi 3. Mtu akinunua leo kiatu anaweza akaja tena kununua baada ya mwezi mmoja. Lakini kuna mwingine anawekeza pesa yake kwenye biashara ambayo ina mzunguko mkubwa, anauza vyakula. Mtu akinunua leo ngano lazima atarudi kesho anunue, kwa sababu kila siku lazima ale. Lakini wewe uliyewekeza kwenye biashara fulani, je, mzunguko ule wa biashara yako utakuwa na manufaa kwako na utazalisha kipato chako unachokitaka? Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo inatakiwa uyaangalie kwa msingi ili uweze kuwa na biashara yenye faida. Kwa hiyo baada ya kukupitisha katika maelezo hayo au katika mafunzo hayo, tutakuwa na darasa lingine au sehemu ya 3 ya darasa ambayo tutakuwa tunajadili mambo kadhaa ya msingi ya kuzingatia ili basi biashara yako iwe na tija na uwe na mafanikio. Na kwa maelezo zaidi unaweza ukaangalia namba ambayo inapita katika screen yako, na tunaweza tukajadili au ukauliza maswali au chochote kile ambacho unataka kufahamu kuhusu biashara, na nitakufundisha au nitakijadili kwa manufaa ya wengine pia. Na shukuru kwa kunisikiliza. Uwe na siku njema mpaka wakati mwingine.